Karibu. Asante. Shikamoo dada. Marhaba, karibu. Asante. Shikamoo. Marhaba, karibu. Asante. Habari yako dada? Kwema, vipi, kuna mgeni? Ndiyo, tuna mgeni. Anaitwa Wema. Na ndiye rafiki yangu, nakuja kukutambulisha naye. Eti rafiki? Yes. Aya, rafiki karibu. Asante. Basi, pata nafasi. Dada, kama nilichokutambulisha mwanzo, huyu ndiye rafiki yangu Wema. Samahani. Si ndio tunatafuta kumgonga na gari? Yo, simple relationship ni mchumba wangu, nimekuja nikutambulisha naye. Na akitaka Mungu, ninaweza nikafunga naye ndoa. Hivi. Aya, karibu. Asante. Hivi kwa nini unajibebisha? Basi naomba usimame. Simama. Wewe muuzisha kuchika. Kwa kutangatanga kote umeamua kutuia. Unapotangatanga kwa kuishisha vitika, kwa hiyo tuliposhindwa kukonga na gari, ukaamua kuja kutuia. Hivyo ilikuwa njama yako kuingia katika hii familia. Sasa kwa taarifa yako na wewe hauendani katika hii familia. Toka. What? Nasema toka wewe. No. Kwa kiasi mapenzi ambayo mimi nakupenda, sifurahi kukuona kuwa mnyonge kweli. Na hiyo uchunguzi Wema nimeshakwambia mara ngapi? Haya ndio maisha yangu. Nisikilize nikwambie, maisha sio hiyo. Maisha ni kumpata mtu ambaye anakupenda sana na usika nawe. Wema, sifurahishi kweli kukuona wewe mke wangu wa dhati kweli, mapenzi ambayo ninapopata kwako, kuendelea kuisha mambo. Samahani. Unajua kikweli mimi naogopa. Dada yako wewe ni mkali sana. Ile siku kwanza nilifukuza, niliaibika. Kwa hiyo mimi naogopa. Wema, usiogope kitu. Na kwa ajili kweli dada yupo hapo. Alivyotoka. No, nisikilize nikwambie. Ninataka kweli leo nionjoy mapenzi yangu mimi nawe. So, come on. Samahani, atakuja. Yaani, najua mimi sitaki matatizo. Wema, mapenzi ya moto moto mtu ana mamlaka wa kumeza. Lakini chakula ya moto inamshinda mtu kuimeza. Mimi nakupenda mke wangu. Na ondoa hofu yoyote ndani mwako. Ona, hakuna mtu atakaye kuhurumia. Simama. No, baby, please. Come on. Stand up. Siko sawa rafiki yangu. Nashangaa kwa nini dada yangu mimi anamkataa mke wangu. Anasema eti afai na mimi, eti maskini, mshabitika.
Sasa mimi najiuliza kosa gani ambayo mtu anachofanya kwa ajili hazaliwe maskini? Na nani anapokuwa na mamlaka kumuomba Mungu kweli yeye hazaliwi mtajiri? Najiuliza maombi gani ambayo mtu anachofanya kweli hazaliwe kwa jamaa ya utajiri? Nishamwambia dada, mapenzi hayasomeki, hata kama mtu masikini, lakini ninapotazama moyo wake. Sikiza nikwambie dada, rafiki yangu, wewe umeshakuwa mtu mzima, na wewe peke yako unaweza kuchukua maamuzi ya kuishi mwanamke ambaye unaweza kuwa naye, awe maskini awe tajiri, itakuwa maamuzi yako wewe peke yako. Sio dada kukuchakulia maamuzi yake, hiyo sio vema rafiki yangu. Mambo gani za kale hiyo? Hata mimi nashangaa rafiki yangu. Kuna watu wanaelewa mapenzi mbaya kwa kuwa eti mwanamke mrembo kwa uso ndio mwanamke mwema, ama mwanamke mwenye iko kwa utajiri ndio mwanamke bora. Mwanamke bora ni yule mwenye kakupea love, anakupa mapenzi ya dhati. Mimi natosheka na yule tu, au maskini. Ila dada yangu yule ana mambo ya ujuai sana. Nikuulize swali. Niulize. Unampenda mwanamke? Ninampenda sana. Uko tayari kuishi naye? Niko tayari kuishi naye. Basi ishi naye. Ishi naye. Inakaribia kuanguka. Yaani Nandi, napenda kabisa unisaidie. Kiukweli mwenzio nina shida. Yaani shida ambayo inanibana kabisa. Kaniletea msichana mmoja mimi mwenyewe simhitaji. Yaani huyu mwanamke mimi simkubali kabisa. Nafikiria, nakumbuka, Nandi suyupo. Hivi mama, nakuaminia. Yaani kweli najua kabisa huwezi kuniangusha. Nitafutie mwanamke mmoja ambaye kweli atakuwa na mvuto. Kwa hiyo mimi naomu, yaani napenda kabisa nimiliki kila kitu. Si unajua mwenye historia. Basi, yapi? Kweli, hiyo ni jambo ndogo sana. Unanijua mwenyewe. Ndio maana nilikuita. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Najua na kunielewa. Najua kazi yangu. Nitahakikisha kila kitu imekuwa sawa na mdogo wako atampata mtu mwenye unamtaka wewe. Bwana, acha kwanza taarifa eti mdogo. Sijui mdogo wa kambo, unajua wewe. Wewe. Mimi nataka nimiliki bwana. Mwanangu wewe una mambo. Hapo mjini bwana. Ndio. Kilao niwaliwa. Haya. Kwa hiyo usiofu. Kila kitu kitakuwa sawa. Kweli mimi nakuamini. Yaani wewe tekeleza kila kitu. Tena na mtaji ule mwanamke haraka iwezekanavyo. Sawa? Hiyo ni tatizo kidogo tu. Ndio maana mama najivunia. Najivunia kwa na wewe. Basi mimi nilipenda pia nitoke out kidogo. Yaani mimi najivunia. Unajua nini? Najivunia. Mimi nilitaji pia nitoke out. Vipi niende hivi? Uko vizuri Kweli? Ndio. Basi. Twende. Asante. Okay. Nina kazi ya kupa. Najua wewe ni suja. Hakuna noma. Niko hapa kwa ajili yako. Unajua wewe ni mtu wa bahati. Hata kama utafuta kazi, hata kama utafute kazi, lakini kazi inakufuata. Kwa kweli dada, unatafuta kuniua kwa sasa na furaha. Nina mume mmoja mwenye anataka kumzalia. Unajua kufuatana na urembo wako, kila mtu anatumainia apate tunda kwako. Kwa kweli hiyo sio shida. Lakini sijui kama ule mume ana pesa nyingi. Ana pesa nyingi sana. Baby. Kwa kweli tumalizie maongezi yetu.
Unajua vizuri ninataka pesa. Kwani sitaki niende kwa mtu ambaye hana pesa. Na tutafanya siku gani? Twende kwa nani? Charity, wewe ndio maana kutumainia na nakuamini sana. Najua utaniangusha. Na mipango yote tutapanga na Mungu kazi. Haya. Hiyo ndio nataka. Kwani mimi napenda mbele ya kufanya kazi nijue malipo yangu ama yangu itakuwa ngapi na yako ngapi. Haya. Charity wewe. Asante. Kwa hiyo usio. Asante sana. Kila kitu kitakuwa sawa. Tutapigiana tu kwenye simu. Haya. Kwani mimi naharakisha na kazi moja ya kufanya. Sawa. Na kazi ya kufanya lakini tutapigiana tu. Haina mama. Okay. Bye. Mimi naenda. Sijaa. Leo uthibitisho? Subiri. Sawa. Chacha. Kwa hiyo mtoto mzuri. Yaani kila siku anagua mtoto. Uone tu. Rafiki yangu unajua nini? Mimi kabisa kuhusu watoto, kuzaa, yaani kuhusu familia. Hiyo ni mambo ya baadaye. Oh. Lakini wewe. Nangi kweli wewe. Yaani rafiki yangu nashukuru sana. Nashukuru sana kabisa. Na kwa hiyo, niko nileta hapa kuhusu yale pesa zao. Unajua tena kawaida. Yaani hiyo sio favor. Yaani ni haki yao kabisa. Inastahili waipate. Na utanitumia line yako kwa ajili nitakusubiria pesa. Baki sawa. Sina hofu. Kuhusu pesa usijali. Sawa. Okay. Chuchu. Basi bye Na sisi menda. Yaani rafiki yangu kweli kwa siku leo najisikia uchovu sana, sijisikia vizuri. Hiyo ni kawaida, unajua na pombe, yaani pombe inachanganya kila mara. Jana nilipika mtungi. Wewe. Kwa nini yote haya? Maisha. Maisha. Lakini wewe. Kama nilivyokuambia. Yaani kila mbinu unayo. Sawa? Mchongo yote unayo. Hakikisha lengo langu lifanikiwe. Nadhani unanielewa. Kwa kweli dada, sio hofu. Kila kitu kitaenda sawa. Yaani mimi nakuamini sana. Igiza mpaka pumzi yako ya mwisho. Nipate ninachotaka katika maisha yangu. Sawa? Kwanza una moyo wa kuatia. Yaani jibebisha. Yaani fanya kila kitu. Kwa kweli dada, mimi najua kila kitu kitaenda sawa. Ndio. Dada. Karibu. Sasa hivi. Kweli. Habari yetu sasa. Sawa. Dada yangu mpenzi. Mashallah. Habari. Mdogo wangu vipi sasa? Salamu. Kwani unaonekana unavutia? Kweli. Asante basi. Utaniwa wewe dada. Kwa sasa siko tuna mpeke. Kwa sababu tunakuwa watatu. Watatu na nani tena? Baby. Wewe unajifanya mpofu? Uone. Chuma hiyo bwana. Baby mdogo wako. Yaani mimi nataka furaha yako kwa kila mara. Huyu hapa ni mgeni wetu. Yaani mgeni maarufu sana. Anaitwa Jeni. Jeni, nilivyokueleza huyu ndio mdogo wangu Devi. Niliona hali yako kila siku tu. Na haikunifurahisha kabisa. Njoo huyu mwanamke mkutana. Yaani uishi na mwanamke kuliko kuendelea kuishi kama ulivyokuwa unaishi.
Sawa Janet, yaani mimi nimekuacha kwa sababu naingia ndani nilikuwa naandaa kitu kidogo. Sawa? Ndio. Wewe Janet. Ndio. Asante. Baby, kwani unatoka haraka? Na kutumia kwa kutumia? I don't have time to eat because I am very late. Hata kama baby, hii ikatazi wewe kula. Oh, usijali. Unasikia? Niko nakuja kwa ajili ya kula. Goodbye. Janet, unaweza kuniambia what happened? Kuna nini? Hivi unaweza kuniambia tu kuanguka bure unaweza kutoa mimba? Janet, hata mpia sijui mnao. Hujui kivipi? Hujui kivipi? Wewe ndio mwanamke unapoishi na mimba. Kila mara unapolala na kuamka na mimba. Unaweza kuniambia kweli kulala na kuamka tu kuanguka? Ama unajitegemea? Sijui unanilamu kwa nini? Ninaweza nikakulaumu tu. Wewe ndiye dada yangu kaniambia kweli. Uko suluhisho kwangu kwa kunipa mtoto ila unaanza ya kwanza kutoa mimba. Mimba ya kwanza yatoke. Janet, do you imagine? Uchungu gani ninakuwa nao ndani ya moyo wangu mimi? Ama mimi nina balaa. Niambie kama unafanya masiala, sivyo? Niambie uniweke wazi Janet, niweke wazi basi. Mimi nina haja ya kuzaa. Hiyo sio tatizo langu. Nimeshakwambia. Devi ni ndugu yangu ya kambo. Na maana yangu mimi kuleta hapa kwa ajili ya kuzalia. Nina malengo yangu binafsi kwa ajili ya huyu mtoto. Sawa? Yaani fanya kila kitu. Panda shuka, jue wake mvua inyeshe, lazima mimba ibaki katika tumbo chako hichi. Unadhani unanielewa? Basi usiniangushe. Yaani tumia kila mbinu. Ujauzito lazima ibaki katika tumbo chako. Basi pole kwanza. Vipi nimekuwa mkali baba? Basi naomba ingie jikoni kwa sababu sijui tena naweza kulindia nini. Kwa sababu mimi nilikuwa nimeshaondoka. Ingia jikoni niandalie chakula mimi. Nadhani ni na kila mtu akikuja kunitafuta niambie niko busy. Sawa? Changamka bwana. Mimi na mpango wangu natafuta kuniharibia. Lazima nifikirie mpango wangu.
Samahani bibi, ni lazima kuongea na wewe. Wataka nini? Kwa kweli naona kama mimi na wewe mambo yaende sawa. Nataka tu nijue ukweli. Sijui kama tena niongee nini. Nijue kama unanipenda ama hapana. Mtu mwenye nakupenda hata furahi kila mara kukuona uwe mnyonge. Naomba nikusema kweli, umenikuta hali moja ndogo sana. Nilikuwa na mtu ambaye nilikuwa nampenda sana, na nilishindwa namna gani kutunza nyumba yake. Kwa maana nilikuta kila mara nakumbuka mambo yake. Sio kama nakukataa ama sikutaki, nakupenda, lakini nataka nione matunda ya urembo wako wewe. Deni, kwa jambo ya matunda utaipata. Tatizo ndio hiyo mwanangu, nakwambia. Mimi mama nikupite wewe. Mama nieleze mapenzi. Nakupenda. Okay. Tazama macho yako, kweli unaelewa kitu ambacho nakuhitaji wewe. I love you. Thank you. Kubwa ambao ni mwanzo mimi. Mimi mwenyewe sielewi. Mimba ya pili. Na wewe mwenyewe unajua fikra, lengo langu ni nini. Kwa nini unapenda sana kuniharibia mjini? Nilikuwa na imani kwamba huyu Janet ni mke anastahili kuchunga ujauzito na kumleta mtoto. Tatizo ni nini? Hata mimi pia usijui. Haujui. Janet, haujui. Kwani umenipa aibu? Lakini najuta. Na Sugar, samahani. Please, nataka unipe muda tena kwanza. Unipe hata mwezi 3. Nani? Miezi 3? Eti nisubiri? Kwani unapenda kuharibu muda wangu? Na nataka kwanza nijue story kidogo ya nyumba yako. Tatizo ni nini? Huyu mume anaishi naye nyumbani. Kwa kweli anitaki. Ananiongelea mambo yote waziwazi kama alikuwa na mchumba ambaye alimkabisa moyo wake. Tangu mimba ya pili ondoka. Hataki hata kuniguza ama kuongea na mimi, hataki. Sijui nifanyaje. Usiniangushe. Umesikia kila kitu nimeongea na yeye. Nimempa miezi 3 na hakikisha uchukue mimba na ufanye kimekiki yako yote. Mkisaa wewe umekosea nini? Dada, sio tatizo yangu. Sijui hata kutokana na kelele yake ama kunikataa ndio naacha tumbo yangu iko na mwanga watoto. Hata mimi pia nachoka kukaa katika nyumba hiyo. Naona kama nafika mwisho. Bora niondoke. Janet, unajua mimi sijawahi kutembea na watu wenye kushindwa. Mimi naweza kila mara. Unasikia? Na kwa hiyo kama umeshindwa hata nyumbani, ni mawazo yangu. Ndio. Bibi, ushindi.
Okay. Nina mission moja kwa ajili yako. Mission gani? Kuna mtu mmoja anatatiza jamaa ya watu. Mahali afariki. Afariki? Ndio. Nani? Wema? Ndio. Nadhani. Pesa? Ndio, chukua. Kisha mauti na kila kitu. Asante. Basi nashukuru. Takusaidia rafiki. Basi hata nakuacha. Basi tutapigiana kwenye simu. Sawa, haina tatizo. Asante. Ila hakikisha umeweza. Karibu. Huonekani. Sijui hata nikutafutia wapi bwana. Hiyo kazi yako tu. Anza kwanza. Mimi sipendi. Kwa nini? Napenda hii. Wewe. Wema. Rafiki yangu nakubebea mapya. Wema, yenye nanileta hapa, kuna jambo moja nataka kuongea na wewe. Jambo? Jambo gani tena? Rafiki yangu, unajua kama niko hapa kwa ajili yako. Sikuelewi. Hii ndio damu yako. Damu yangu? Kivipi? Rafiki yangu, pata kujua kama mimi nakupenda na mimi niko hapa kwa ajili yako. Walinipa pesa hiyo kwa ajili nikuue, lakini mimi sifanyi hivyo. Nakujali sana. Pata lolote nitakwambia kusudi uokoe maisha yako. Ya msingi ni wewe kuondoka hapa kurudi kijijini. Kusudi uokoe maisha yako. Sasa kweli sijui hata kama natokea kwa nini. Sijui misa niondoke tu, sijui ni kwa nini niondoke tu. Dada yake na Devi ndio nakutafuta kuua. Kwa hiyo dada yake na Devi ndio anaamua kunifanyia haya mimi. Yaani kuniua. Kiukweli kwenye hii dunia kuna watu ambao wana roho mbaya. Kwa kweli nishafanya kazi
Na ujua kwamba kazi ni stahili na malipo. Basi leo siku 3 mpaka sasa haujanilipa. Sikiliza, cha kwanza nakuomba kwanza kuwa mpole. Mimi najua kama umetumika kazi na malipo yako mimi siwezi kataa, lakini baada ya yote mimi naomba kwanza niende hospitali, niende nikapime, na mimi nakupa pesa yako. Sijali. Basi Janet, unajua kazi langu kama mshale, ikifuata nyama inaomba Mungu. Kwa hivyo nitafurahi sana. Kwani mimi sijui nimekosa raha. Nimekuwa nimewaza kwa ajili ya ndoa yangu, na ukinipa mtoto sijui kama nitakushukuru namna gani. Unataka nini? Samahani sana. Najua kama naomba nifukuzie mume yangu, kwani siku hiyo hata simu pengine kwa nimesharudi hata siku zingine, lakini takunyang'anya naye. Cheo taniyo. Asante sana. Unakuja kufanya nini hapa? Sikiliza, nimeshaelewa kama una mimba. Unaanza kunikimbia? Sina mimba. Uko na mimba? Sina mimba yako. Kwa nini unanisikiza? Na nani kakuonesha hapa? Naomba sikiliza. Unipe pesa yangu. Okay. Mimi najua kama nitakupa pesa. Nilikwambia kwanza uniachie muda. Uniachie muda nitafute na nitakuletea. Sio jambo kuja kunitafuta mimi hapa. Sikiliza. Muda umetimia na uhakikishe kile ambacho uliniahidia. Na kama ukihakikisha nitamwambia mume wako. Claude, nitakulipa. Okay? Kila kitu yako nitakupa. Lakini enda kwanza kwa nini yangu? Sikiliza. Ya kutofautisha miti na mizizi. Unajifanya bingwa. Hakikisha siku 2 baada ya pesa yako. Najua. Baby, asamani.